Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Wakorintho wa kwanza 13 kuanzia penyewe. Wakorintho wa kwanza 13 kuanzia penyewe. Biblia inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. 2. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. 4. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahii pamoja na kweli. 7. Huvumilia yote, huamini yote, hutumainia yote, hustahimili yote. 8. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. 9. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. 10. Lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. 11. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. 12. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Bwana bariki ndiko. Asante. Amen. Amen. Onyango omba. Omba kwa mstari. Oh, haleluya. Asante Yesu. Haleluya. Tuamini tu. Amen. Mtakatifu. Fa, tunakushukuru kwa jina lako. Asante kwa ajili ya mchana wa leo. Tazama panzi amesimama, nataka kunena neno lako kwa ajili ya taifa la Israeli. Wako tayari kusikia neno lako. Baba, tunaondoa kila aina ya mambo ya kale, kila usingizi ambao unaweza tuma na mwovu shetani ukapata kushindwa. Amesimama, mjaze na nguvu yako. Roho Mtakatifu ukachukua usukani. Tembea katika ibada hii tukushuhudie. Yes. Tembea katika watoto wako wapokee uponyaji. Yeah. Kupitia neno hili Baba tukainuliwe. Ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema mambo Yesu alisema juu upendo. Na hapa Paulo anaongea kwa kanisa la Korintho. Amen. Paulo alipotembelea kanisa la Korintho, alikuta upendo umepungua. Alikuta hao watu wamebaki kwa kulaumiana. Alipata hao watu wanaumana tu. Ndipo akawaambia, Amen. Kitaka mfaulu, kuna neno moja tu. Hii amri Yesu alituachia, lazima tutimize. Haleluya. Tuwe na upendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alianza kusema hata kama
kama mimi nafanya kitu gani, hata kama mimi naongea kwa njia gani, hata kama mimi naongea na malaika, kama masina upendo, mimi ni kitu bure. Akaendelea akasema, hata kama uko na imani ya kusongeza milima, unatoa hapa, unabeba, unaenda unapanda pale, imani, kama huna upendo, hiyo haitasaidia, bure. Akasema hata kama unaweza kuwa nabii wa ajabu, yule ambao unaona yale yatatendeka 100 years to come, lakini huna upendo, haitasaidia, haikusaidia. Upendo ndio kifunguo ya kila kitu. Naongea upendo wako na Mungu, sio upendo wa bibi na mke. Wachana na hiyo. Wacha. Hiyo ni ya hapa tu. Ni hapa. Hata unaweza kuambiana tunapendana. Baby. Baadaye unaona maajabu. Baby inakuwa baby. Nakuta mtu amebadilika, upendo umeisha. Amechukua upanga, amechinja mke, amechinja watoto. Hiyo ndio ilikuwa upendo kweli? Hiyo upendo sio wa Mungu. Upendo mzuri. Yes. Naona mke wangu kama sehemu yangu. Naona watoto wangu kama watu wangu. Nitatembea nao katika mazito na yale ya rahisi. Hawa ndio upendo wa ajabu. Upendo ambao unatoka kwa Mungu. Sio hii wa juu juu, sio hii wa kuona tu ni nani. Mwingine anakudanganya na kupenda. Kumbe kuna kitu anataka tu kwako. Anapopata basi anatoroka mbio anaenda. Angalia hii maneno sana. Tunaongea upendo wa juu. Upendo ambao Yesu alituachia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa mwanadamu ni kidogo. Na nitasema tu kila wakati. Mwanadamu anaweza kukwambia anakupenda sana. Wewe hakuna mwingine. Wewe ndio mambo yote. Lakini baadaye uongo anakuacha kwa giza, kwa mataa. Anakuacha tu. Unashiba, tulikuwa tunatembea na fulani, ako wapi? Kumbe amekuacha. Umeisha. Upendo wa dunia unaisha haraka. Lakini upendo kutoka kwa Baba ni upendo ambao unadumu. Amen. Upendo ambao utakaa. Haleluya. Wacha niwaambie, unajua Petro alipokuwa na Yesu Kristo. Yes. Kusema ukweli, huyu mzee alipenda Yesu sana. Alimpenda sana. Shetani alijaribu kumuiba atende nini hata akane Yesu. Lakini Yesu alipochunguza ndani ya moyo wake, akaona huo upendo. Alimtafuta na akamweka vizuri. Akamwambia vifunguo ndio hii. Wewe ndio utafungua dunia na mbinguni. Haleluya. Watu wote ambao watakufuata wataokoka. Na Petro ndio alikuwa mwanzo wa kanisa la Kristo. Yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa la Kristo kwa sababu ya huu upendo. Haleluya. Yesu aliangalia akakuta ni mtu ambaye ana upendo. Upendo wa ukweli. Amekubali kupigwa, amekubali kutukanwa, amekubali hata kuuawa kwa ajili ya upendo wa Yesu Kristo. Huyo ndio upendo. Paul alipokuwa pale, anaangalia hili kanisa kama hili kanisa la kiroho. Anatembea analiangalia, anakuta upendo umepungua. Anashindwa hii ni maneno gani? Na waandikia nikiwaambia, mrudi pale mtafute upendo. Haleluya. Hata kama mnaomba watu wanatembea. Hata kama mnaomba viwete wanatembea, viziwi wanasikia. Kama huna upendo, hiyo ni bure, haitasaidia. Lakini tafuta upendo upate kuwa na wewe. Upendo katikati yako na mke wako. Upendo katikati yako na rafiki yako. Upendo katikati yako na mshirika mwenzako. Upendo katikati yako na jamii yako. Hiyo ndio upendo mzuri. Mungu anapoangalia anakuta hiyo upendo, yeye anafurahi na ananyunyisha baraka juu ya maisha yako kwa sababu ya huo upendo ambao amekuletea. Anajua amri ambayo aliwacha tunaifuata. Tunatafuta upendo siku na mchana upate kuwa kifungu chetu popote tunapokaa, popote tunapoishi, lolote tunalotenda.
Upendo huvumilia. Yes. Upendo unavumilia. Kweli. Hata mambo magumu namna gani, ukiwa na upendo unavumilia kabisa. Upendo. Sitatoa ngume nipige huyu msichana kwa sababu ya upendo. Vumilia. Hata kama amenitusi, nitavumilia. Na baadaye nitaenda nimwambie wacha tuendelee mbele. Yesu ni mwema, atende mema. Huyu ni huo ndio Ukristo. Ukristo ambao una upendo. Ukristo ambao utatuendesha. Ukristo ambao utatusimamisha. Hapo ndio tuko. Upendo. Vumilia. Ni mtu ambaye anavumilia. Na nani alikwambia Ukristo njia ni rahisi tu? Si rahisi. Nywe. Petro huyu ambao not Petro, Paulo. Anaongea hii maneno na hapo ndani ya jela. Anapigwa kule. Lakini anaandika barua, anatumia Wakorintho waweze kusoma. Hakukuwa vizuri, anateseka. Anateswa usiku na mchana. Lakini kwa ajili ya mwito ambao alipata, yeye anavumilia. Yeye anaendelea kusimama. Anaendelea kutetea Kristo. Popote anapotembea, hata ndani ya jela, yeye anakuwa pamoja. Yesu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo huvumilia. Upendo hufadhili. Ufadhili Kiswahili kizuri ni cha rahisi. Watu niko na walimu hapa hata wa university. Niambieni, ufadhili ni kufadhili ni kufanya nini? Sponsor. Upendo hufadhili. Basi mmeelewa, upendo hufadhili, sio? Hivyo tu. Upendo hausudu. Hausudu ni nini? Where is the English Bible? English version. English Bible, Envy. Hausudu. Huna kinyongo. Huwezi kuwa na kinyongo na mwenzako. Huoni ubaya. Siwezi ona kinyongo kwa huyu kijana. Siwezi ona kinyongo kwa huyu dada. Na kuwa na upendo. Hata kama mambo yako namna gani, nitazidi kupenda. Nitazidi kumpenda. Nitazidi kushirikiana naye. Nitazidi kusimama naye kwa sababu ya huo upendo. Paulo anaongea juu ya upendo. Na anajua uzito wa hili neno. Sio rahisi. Alijua sio rahisi, lakini anatuambia tutende. Tukitaka kuona ufalme, lazima tutende. Na Yesu mwenyewe akasema, nimepeana amri watu muwe na upendo. Amri hii lazima tuifuate. Tuone tumekamilisha amri ya Yesu Kristo. Na tukikosa hatutaendea ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo hautakabari. Hautakabari ni kufanya nini? Hautakabari. I want to let us be together. Kiingereza inasema to be proud. Yani unakuwa too proud. Majivuno. Yes, unakuwa na majivuno. Upendo unavunja hiyo yote. Kama uko na upendo, huwezi kuwa na majivuno. Kama uko na upendo, hata watu wakiongea unasikia. Kwa sababu unavunjika. Upendo unafanya mtu hata kama ni nani, unakuta amekuwa mpole kwa sababu ya upendo. Upendo ni kitu kizuri. Hauna majivuno, hauna kusema mimi ni nini. Unakuwa na upole katika maisha yako. Yesu anapenda namna hiyo. Tuwe na upole, tusiwe na majivuno. Tuwe watu ambao tuko na mwelekeo mzuri. Hapo ndio tutabarikiwa. Mungu ataokoa hata jamii zetu na watoto wetu, kwa sababu hatuna majivuno. Majivuno yanatupeleka mahali. Wana wa Israeli walipokuwa na majivuno, wakaongea mambo ambayo yafai kwa Mungu. Wote waliishia jangwani. Wote waliishia jangwani. Na nilikuwa nikitafakari jana juu ya safari ya wana wa Israeli. Nikaona hata Musa hangefika kule. Yeye ndiye alikuwa mwisho kwa hao watu ambao walikuwa watu walitoka Misri. Hao ambao walitoka Misri, Musa ndiye alikuwa amebaki. Na hao wakina Joshua walizaliwa kwa barabara. Walizaliwa kwa barabara. Walikuwa tu wanatembea tu. Lakini Moses
alitoka kule, yeye alizaliwa kule, hangefika kwa sababu Mungu alikataa. Manunguniko ambao walikuwa nayo, Mungu alisema wacha niwachukue wote. Kizazi kipya kitaendelea. Ningeomba wa kanisa langu la kiroho, tuwe na upendo, tusiwe wakaidi, tusiwe watu ambao tunakuwa na mioyo ambayo ni migumu kama mawe. Hapana, Mungu anataka upole. Mungu anapenda upendo. Upendo unapokuwa katikati yetu, tunakuwa watu wazuri na Mungu atatuinua. Yes. 5, haukosi kuwa na adabu. Lazima tuwe na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ingia tu kwa nyumba ya mtu sasa. Na sasa mimi ndio pastor nimeingia hapa. Nataka na kuna nataka na unapeana orders kwa nyumba ya mtu. Ni mbaya. Lazima tuwe na adabu. Amen. Lazima tuwe na mwelekeo mzuri. Amen. Kristo mzuri ambaye anajaa upendo. Yes. Lazima uwe na mwelekeo. Lazima uwe mtu ambaye unajua jinsi kumbuka tu mahali Mungu alikotoa. Yes. Mahali umefika. Yes. Mungu ni mwema. Na lazima uwe na mwelekeo mzuri. Amen. Mungu atakutendea mengine mazuri ndani ya maisha yako. Amen. Uite kipawa cha upendo. Kikae ndani ya moyo wako. Hata unapotembea, itisha upendo. Unapolala, itisha upendo. Unapokuwa kazini, itisha upendo. Unapokuwa kwa barabara, itisha upendo. Hiyo ndio ingefunguza kila kitu. Wewe utakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Oh, hallelujah. Yes. Hautafuti mambo yake. Usitafute maneno kwa watu. Kuna watu wanapenda tu kutafuta maneno. Anatafuta tu. Hata mahali ambapo hakuna kitu anatafuta. Hapo. Anagonga tu. Nani alikuweka kuwa askari wa Madiba? Nani alikuweka? Nani? Askari wangu ni Mungu. Ametuma malaika wake ananilinda. Sasa napata tu wengine sasa. Amekaa tu yeye ndio askari wa Madiba kila wakati. Hawajua kienda kangani tuliona amesimama na mtu huko. Alikuwa yule mtu alikuwa nani? Nani alikuweka kuwa askari? Hapana. Kuwa na adabu katika maisha yako. Neno linasema unapokuwa na adabu, hiyo ndio kifungo cha upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo unapokutawala, unakuwa na moyo mzuri. Moyo ambaye umenyooka. Moyo ambaye unakaa sawa sawa na watu wengine. Unapenda watu. Ukatai watu, unapenda watu. Hata iwe hali ya namna gani, wewe utaendelea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na waangianga hapa. Na hiyo nitasema tu kila wakati, msichoke na mimi. Sema. Nilipokuwa Mguga siku ya ubatizo, nikapata Mturukana. Watu wangu wakakataa kubebea Mturukana nguo. Hata kwenda kwa nyumba yake walikataa. Wakasema nilikuwa Swidi wewe na hiyo mto yako wewe uende. Kuchoma Mturukana? Hapana. Sasa mimi nilienda kwa Mturukana. Nikamaliza kazi yangu. Nikakuta Mturukana amenunua kuku kwa Mgugu. Kuku sijui ni kilo 10. Akaniambia mimi mambo ya kuku kama ni mbuzi ningetengeneza. Mambo ya kuku sijui. Wewe mwenyewe utengeneza. Nichemsha maji. Ndio. Nikatengeneza kuku. Nikapika kuku. Nikapika ugali. Basi. Nikaambia Turukana keti hapa tukule. Tukakula na Mturukana. Yaani upendo. Upendo wangu hakuisha kwa Mturukana. Hata kama watu walikataa kwenda kwake, mimi nilisimama na huyo Turukana hadi dakika ya mwisho. Na hakika Mungu ametenda maajabu. Akaokoka na kufanya kazi ya Mungu. Hiyo ndio upendo tunataka. Upendo ambao haupotoi. Upendo ambao unatetea watu. Upendo ambao utakuokoa. Hiyo ndio upendo tunataka. Haleluya. Unaenda wapi tena? Nimekuandika kazi tena unawacha? Mimi nimekuandika kazi hapo. Jambo gani sasa? Haleluya. Naam. Haufurahi udhalimu. Udhalimu ni kitu gani? Nataka wale walimu wangu hapa
yani hukasiriki haraka. Kitu kidogo tu umekasirika. Unasema mimi ndio mtoto wa Eloka. Ninaposema nimesema. Hapana. Usiwe namna hiyo. Hiyo haitakuwa upendo. Upendo ni mtu ambaye anavunjika. Upendo unarejesha furaha ndani ya moyo wako. Hata kama kuna mazito, hata kama kuna nini, upendo unatawala. Bwana Yesu asifiwe. Nikikasirika na Fanisi, najua ya kwamba lazima nirudi chini. Nimwambia Fanisi, ulinikosea mahali fulani, lakini saa hii tumewachana. Na hiyo maneno imetoka kwangu. Ninaposema tumeachana, hatutakaa namna hiyo. Kwa sababu yeye anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa namna hiyo, Yesu anatenda. Kwa sababu upendo unakuja, hutakuwa na kitu kibaya ndani ya moyo wako. Hasira hii ndogo ndogo unaachana nayo. Not easily angered. Yani kwa urahisi tu umekasirika. Fanisi ameniambia leo hutakunywa chai. Kitu kidogo tu. Leo pasta hutakunywa chai. Sasa hiyo Mafanisi bora. Pasta mwenye kunywa chai. Kabisa. Kitu tu kidogo namna hiyo. Nimekasirika. Kwa sababu amesema sitakunywa kikombe ya chai. Nitarudi chini. Nimuulize ni nini? Maziwa imekosa. Ni majani. Ni maji. Ni nini? Kisufuria hakuna. Kama viko namwambia weka maji. Hiyo chai unasema sitakunywa, nitakunywa. Na mimi naendelea mbele. Hiyo ndio upendo tunataka. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ambao tunataka sio kuwa rahisi kuwa na hasira. Not easily angered. Yani Kiingereza kinaongea mzuri sana. Not easily angered. Yani usirike haraka. Hapana. Ninapokuwa namna hiyo, nitakapokunywa sasa hiyo chai ya Fanisi, aliniambia sitakunywa, nikishiba sasa namwambia Fanisi, "Bwana ilikuwa nini? Hii chai ulisema sitakunywa, sasa nimekunywa. Nitakufa." Ananiambia hapana. Basi usiongee namna hiyo. Hii chai ni chakula kizuri, kinatengeneza mwili. Na watu tunasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nimekasirika pake. Nimekasirika? Sijakasirika. Kwa sawa. Na yeye hataona vibaya. Kesho anakuja na sufuria na stili anasugua sufuria vizuri, anasugua anatengeneza chai tena. Watu tunakunywa. Hiyo ndio upendo tunataka. Upendo wa kushirikiana, upendo wa kukaa pamoja, upendo wa kuinuana. Hiyo ndio upendo tunataka katika kanisa letu la Kinoa. Na Mungu akiwa nasi tutakuwa washindi. Kuna hii yenye tulipita, hauhesabu mabaya. Brighton alinikosa. Mimi ndio mmoja. Niliwaambia hii maneno. Nilikuwa hivyo. Ndio, kitabu. Nilikuwa nanunua kitabu Januari ikianza. 32 pages. Nanunua kitabu. Ndio. Naweka kwa nyumba. Yes. Naanza na Francis. Tarehe moja ameniambia hivi, hili neno halikuwa nzuri. Andika hapo. Haya. Matunda tarehe 2 Januari aliniambia hivi, naweka chini. Hapo. Mpaka Disemba naandika wote ambao walinikosea. Ndio. Dada yangu, ndugu yangu. Wakati huo nilikuwa kanisani. Nilikuwa nafanya kazi ya Mungu. Lakini ndani ya nyumba nimeweka vitabu. Vitabu ya kuandika makosa ya watu. Vitabu ya kuandika mabaya ambao watu wananitendea. Mungu nacho nikwambie. Mungu alipofika katika moyo wangu, nikagundua ya kwamba nafanya makosa. Ni vizuri niachilie watu. Nilichukua vitabu nikachoma zote. Nikarudi ndani ya kanisa. Nikawaambia nimekuwa nikiandika makosa watu wananitendea. Kuanzia leo siandiki makosa. Nimekaribisha upendo. Hata yule ananikosea nitampenda. Kwa sababu Mungu ameniokoa.
Sema leo alisema sitakula ugali. Hapana. Sitabeba hiyo maneno hata kidogo. Najua kuna yule ambaye ataongea na moyo wake. Amen. Hata tutafuta tu haraka na watu tupate chakula. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusibebe maneno. Mimi ni mmoja nilikuwa naandika mabaya. Mimi ni mmoja nilikuwa naweka mambo mengi miaka mingi. Niliweka vitabu vilikuwa vimejaa kwa nyumba yangu namna hii. Lakini nilimwaga mafuta taa. Haleluya. Nikachoma zote. Na nilichoma nikilia. Nimebeba watu miaka mingi. Nimebeba dhambi za watu. Nimebeba vizingiti vya watu kwenye moyo wangu. Lakini leo ninaachilia. Na nikawacha. Yesu alifungua moyo wangu, akafungua maisha yangu. Na nikasonga mbele saa hii. Nikae na upendo na watu. Nikae na upendo. Nikae na upendo. Nikae na upendo. Yesu anakuinua. Yesu anatembea nawe. Yeye anatenda mema. Haleluya. Achilia. Haleluya. Kuvumilia yote. Yes. Kuwa mvumilivu. Katika kanisa hili kama kuna mtu anarushwa mishale kila siku ni pastor. Kama kuna mtu anapaka matope katika kanisa hili mtu wa kwanza ni pastor. Lakini hakuna wakati nimekaa kwa nyumba. Najua aliyeniita kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matope hiyo haitakwama kwa hipoti yangu. Napangusa na mimi nasonga mbele. Pangusa. Naendelea mbele na safari. Songa mbele. Naita Mungu anisamehe. Mungu anitie nguvu kila wakati. Aweze kutembea nami nisonge mbele. Amen. Navumilia yote. Yes. Navumilia matusi. Navumilia matope. Navumilia matukano. Navumilia yote. Vumilia. Nipatikane mahali hapa. Amen. Tunapofanya namna hiyo, Mungu atakubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vumilia yote. Na nimesema safari ya Ukristo sio rahisi. Kuna miba, kuna milima, kuna mabonde. Ziko. Na lazima utembee. Mungu akiwa na wewe, utakuwa mshindi. Amen. Lazima uvumilie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri ni rahisi. Nimepewa hata hii wanawake yote wa kanisa ni waamaliwa. Nimepewa. Lakini hiyo hainigusi. Naangalia Mungu ambaye ameniita. Amen. Ni yeye pekee yake atanitetea. Sitakosa kufanyia Mungu kazi kwa sababu ya maneno ya mwanadamu. Naangalia Mungu pekee yake. Vumilia. Hata yawe machungu. Vumilia. Hata yawe ya mema. Vumilia. Hata yawe ya jangwani. Vumilia. Yehova. Mungu atakutetea. Na Mungu atasimama nao katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kana wewe msaza wa yenaki. Makalia babosi kabisa. Ndabole yangu ha. Bwana wetu. Nilifanya kazi kwa research station kule Mgoga. Ng'ombe zilikuwa kule. Wanadamu wana maneno. Walikuwa wanaweka ng'ombe 50 za kike mahali kwa paddock. Wanaenda wakatoa ng'ombe leo kabete zile mnazijua. Simenona namna hii. Mafuta. Sinakuja. Wanaingiza kwa hiyo paddock. Baada ya wiki moja hiyo ng'ombe imeisha. Baada ya wiki moja. Wiki ya pili imeanguka imekufa. Simulizi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa ng'ombe inaisha atakuwa mwanadamu. Ai, Bwana wetu. Matope mengine mwachane nayo. Tuongee mambo ya kujenga kazi ya Mungu. Oh yes. Yesu pekee yake ndiye anajua mambo ya kila mtu. Yes. Na kadi kadi mwana mwana wao wanafahamu yote. Hata yeye kuna yale ambayo watu wanaongea nyuma yake. Yapo. Lakini tukae vizuri. Tujue aliyetuita anataka utakatifu kwetu. Tutembee tukiwa wazima.
Yesu asifiwe. Amen. Mimi ningeendelea kuandika makosa ya watu. Saa hii sijui ningekuwa na vitabu vingapi. Lakini niliwacha. Yes. Nashukuru Mungu ameniokoa. Amen. Sibabaji mtu kwa moyo wangu. Amen. Hawa. Kalionange ng'ombe, kalionange mburi, kalionange mbwa. Sitakubeba. Najua Mungu yuko. Na yeye ameniomba. Nitaendelea kutembea nikihubiri. Nikifanya kazi ya Mungu. Bila kuogopa. Nitaja neno la Mungu. Tupate kusonga mbele. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Huamini yote. Lazima uwe mtu wa kuamini. Uwe mtu wa historia. Siwe mtu wa kutupata. Naambiwa kitu unawacha hapo. Nilisema mimi naongea maneno hapa inabaki hapa. Kweli. Kuna ukachoba abantu bavana, watu wanapigana. Na nimeongea mambo hapa ya upendo. Watu wanapofika pale kwa mlango wanaanza kupigana. Watu wanapofika pale kwa mlango wananiletea habari. Naenda kupiga fulani. Nitakimpata ataona. Yaani nashangaa. Mtu ambaye anakaa upendo. Mtu ambao Yesu ameokoa. Mtu ambaye damu ya Yesu iliteremka. Bado wako na mikono ya kupigana. Yehova. Haita Yesu ndani ya moyo wako. Kuwa mtu ambao unatulia ndani ya maisha yako. Ndani ya njia zako. Ndani ya kunena kwako. Ndani ya kukaa kwako. Mungu aweze kukutetea. Haleluya. Kutumainia yote. Unakuwa na tumaini. Amen. Kuwa mtu ambao kana matumaini. Yaani you have hope. Yes. Yes. Kesho nitakuwa hai. Yaani uko na tumaini. Yes. Kesho nitakuwa hai. Kesho nitatembea. Yes. Kesho nitapata unga. Kesho nitaenda kazi. Kesho watoto wangu wataenda shule. Yaani una tumaini. Kesho nitatenda kitu. Kesho nitaenda Kangemi. Kesho nitateremka Nairobi. Nitanunua kitu fulani. Una tumaini. Na hiyo tumaini inakufanya unatenda. Hiyo tumaini inakufanya unasimama. Peke yake. Unapofanya hivyo, umekaribisha hiki kitendo cha upendo ndani ya moyo wako. Amen. Na Yesu atakutenda mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ustahimili yote. Wikuzira kugusi. Wikuzira. Unastahimili. Wazuri unastahimili. Mabaya unastahimili. Mikuki unastahimili. Misumari unastahimili. Mishale zote unastahimili. Wewe ndio utakuwa mtu ambaye umekaribisha upendo. Na upendo unapokuwa upande wako, hakika utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisiwe naongea inaishia hapa. Ifike pale watu waanze kupigana. Ama mtu akuja hapa, pastor nataka na itafika wakati. Unakaza na manganago na kumbe siku hiyo ni tofauti. Utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo haupungui neno wakati wowote. Upendo haupungui neno wakati wowote. Kila wakati upendo, unapokuwa na upendo unakaa tu mtulivu. Unakaa tu sawa sawa. Unakaa kama mtu ambaye ametulia. Hata kama kuna shida unakuwa na utulivu. Kila wakati unatulia. Mtu ambaye upendo umejaa kifua chake. Amen. Upendo umejaa kwa moyo wake. Huyu mtu atafaulu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo aliona hili kanisa lilikuwa linaacha upendo. Lilikuwa limeingia kwa mambo yake. Lilikuwa linatembea tu mbali. Viongozi wako kivyao, washirika wako kivyao. Ndio akawaandikia, lazima muwe na upendo katikati yenu. Mkaweze kustahimili yote na Mungu atawatenda mema. Amen. Naam. Bali ukiwepo unabii utabatilika. Yes. Unabii utabadilika, lakini upendo utasimama. Zikiwapo lugha zitakoma kabisa. Hata uongee kwa lugha zote za dunia hii. Uongee Kiarabu, uongee Kifaransa, uongee hii Kisomali, huyu anaongea. Dada
baada yangu hizo lugha zitakoma kabisa. Lakini neno la Mungu ambalo linasema hii amri ya upendo haitakoma. Utatembea na upendo hadi mbinguni. Hiyo ndio itakuwa ni fungu chako unapoingia kwa Yesu Kristo. Kuna neno la upendo mbele yako. Kwa kifua chako kunaonyesha upendo. Utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Wewe unalala. Wacha kulala bwana. Kama unalala leta blanketi karani, funika huyo mtu. Zitakoma. Yakiwepo maarifa yatabadilika. Yesu, kama kuna maarifa yoyote ya dunia itaisha. Kuna mtu anaitwa Jakoya. Ako na degree 10. Amesoma sana katika Kenya hii. Nani huyo? Jakoya. University huyo. Ni rafiki ya Francis. Ako na chama kinaitwa Party. Emiri anasema watu wajibiri kabisa. Tingisha mtu. Tingisha sijui nguli ama nini. Amesoma sana. Lakini wacha nikwambie, licha hizo degree zote ako nazo, zote zitaisha. Lakini akiwa na upendo, ndiye itakuwa ni fungu kwake. Kwenda mbele ya Yesu Kristo. Akiwa na upendo, na degree yote itakuwa nyuma. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Leo niko na yeye Kabisa. nataka watu tuwe na upendo. Kanisa hili nimelilita kanisa la Korintho. Ndio. Tutoke pale. Toka. Tupande upendo ndani ya maisha yetu. Amen. Yesu aweze kutulinda. Hallelujah. Yes. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu, Yes. na tunafanya unabii kwa sehemu. Endelea. Lakini ijapo ile iliyo kamili, Yes. iliyo kwa sehemu itabadilika. Yes. Saa hii tunaona tu kama mchio. Yaani wewe lako ni mchio. Lakini itafika wakati tutakutana na mwana wa Mungu uso kwa uso. Na upendo utakuwa mbele. Atakuwa anaangalia na sema, Judith, wewe uko sawa, pita upande huu. Umebeba upendo. Fine, sawa. Pita upande huu. Umebeba upendo. Amuliano, wewe naona ulikuwa na chuki, ulikuwa na madharau, ulikuwa na nini? Songa mbali wewe. Hatutaki tuwe kama Amuliano. Lazima tukae na upendo. Ndani ya nyumba ya Baba. Ndani ya nyumba zetu. Ndani ya shule zetu. Ndani ya watoto wetu. Kaa na upendo. Yesu mwenyewe aweze kukufundisha njia ya kuendelesha upendo. Na hakika utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 11. Nilipokuwa mtoto mchanga, Yes. nalisema kama mtoto. Kabla hujaokoka, huwezi jua mazuri. Unaongeanga tu hovyo. Unarusha tu maneno. Kweli. Lakini unapookoka, unaongea kama mtu mzima. Mtu ambaye akili imekomaa. Unapoongea watu wanasema yes. Huyo mtu anasema kitu. Ameongea. Kwa sababu umeokoka. Yesu anapokuvunja, tunakuwa chombo ambacho ni kizuri. Chombo ambacho Yesu ametenda kwa ajili ya kazi yake. Na hakika utakuwa mshindi. Amen. Nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nalipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Yes. Ikiwa umekuwa mtoto katika dhambi, umegaagaa ndani, umeoga ndani, haya yote yameisha. Sasa umekuwa mtu mzima. Ndio. Yesu amekusafisha. Damu yake imekutengeneza. Ndio. Umekuwa chombo ambacho ni kizuri. Yes. Amepanda upendo ndani yako. Na anapopanda upendo, timiza ona ya kwamba wewe unakaa na hiyo jambo ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, papaze mahali unafanya. Kwa gari ukitembea kwa gari, onyesha upendo. Hata ufukuzwe, hata utukane ndani ya matatu. Unaonanga hata unaweza enda ndani ya matatu. Watu wengine anakaa kiti yote kabisa. Afana muda baadhi kibambo idange. Mtu mwenyewe
basi anakaa anamaliza kitu yote. Wewe kadia tu kalio moja, usijali, bora tu hujaanguka. Kadia pale, unafika stage yako wewe unaanguka, umeonyesha upendo. Yeye na kiburi chake anabaki mahali pale, na wewe unasonga mbele. Umeonyesha utu wa Yesu Kristo ndani ya maisha yako, na Yesu atakubariki kwa sababu unaleta ugomvi kwa mtu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. 12. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Tunaimba hapa mambo ya upendo. Sijui unaweza imba hiyo stanza baadaye. Tutaimba stanza hapa ya upendo asubuhi. Imba tu hiyo stanza moja tu. Hata nikasema kumbe Roho anaongea. Nilisema tu nikiwa pale. Nikasema mimi naenda kuongea mambo ya upendo leo. Na tayari imeanza. Andiko takatifu imeongea. Wimbo ndio hii umeongea. Sasa Mungu aliweka muhuri kwa hema leo. Ndio muhuri ni bosa. Mungu yangu mwenye moyo mkubwa. Bwana Yesu akubariki. Hata nikiwa na imani ya kuhamisha milima, kama sinao upendo, mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana, sifai mbele za Bwana, kama sinao upendo, mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana, sifai mbele za Bwana, kama sinao upendo, mimi si kitu kabisa. Kama una upendo, utakuwa kitu bure. Neno la Mungu limesema, jaza moyo wako na upendo. Upendo utafungua mambo yako mengi ndani ya maisha yako na utakuwa mshindi. Karani, nilikwambia utafute blanketi tuje nayo hapa. Tafadhali. Next Sunday ilete blanketi. Haleluya. Nataka kumaliza. 13. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu. Na katika hayo lililo kuu Ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna maneno matatu. Ndio. Kuna tumaini, Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Ndio. yaani mambo iko matatu. Kuna imani, Ndio. Iko. kuna tumaini, Lipo. you have hope. Yes. Kuna upendo, Upo. love. Lakini kwa haya yote matatu haya, Katika hayo lile ambalo liko na nguvu sana lililo kuu ni upendo. Upendo. ndio. Tumesema ukiwa wenye kuongea kwa lugha itaisha, ukiwa nabii itaisha, ukiwa mtu ambaye unatenda miujiza duniani hii itaisha, lakini upendo hautaisha, kwa sababu ni amri tumepewa na Mungu. Hii amri lazima tuitimize. Wandugu na wadada, usije ukakosa ufalme kwa sababu ulidharau upendo. Yes. Usije ukakosa ufalme kwa sababu ulitupa upendo kwa dirisha. Hapana. Yes. Wacha tubembeleze. Amen.
upendo utuongoze. Haleluya. Tunapokuwa hivyo, Yesu atatuponya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo haujivuni, upendo haujiinui, upendo hautafakari mabaya. Neno la Mungu limesema, sio maneno nasema. Kila wakati unapokuwa na upendo, hakika watu wanatambua huyu mtu anapenda watu. Ndio. Ukiwa mtu ambaye hapendi watu, tena watu wanasema huyu mtu hapendi watu. Tembea mbali na yeye. Ametengeneza makucha atakuparusa kwa sababu wewe huna upendo. Lakini Yesu anasema, amri yake ndio hii, watu tuwe na upendo. Katika huo upendo tunaenda kupata ushindi. Katika huo upendo tunaenda kufungua njia sisi tupone. Katika huo upendo milango yetu inaenda kufunguka. Katika huo upendo tunaenda kusimama tena katika imani. Upendo ndio utafunguka kila kitu. Upendo ndio utaenda kutuinua. Dada yangu, ndugu yangu, umekaa siku nyingi, umepotea kwa mambo mengi, lakini sasa nakuahidi ya kwamba hatafuta upendo, hatafuta upendo, hatafuta upendo ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako, hatafuta upendo. Upendo uweze kutuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bozongo konya. Unadasa mtu huyu sakuru ya tumatuma ya. Naona tu mzee anacheza. Lakini Okonya, kuna kitu anakusaidia. Nikuuliza, kuna wakati itafika. Siku hii utaonyesha katika maisha yako. Yes. Kuna kwa Baba. Na kuambia penda watu, wacha kudharau wengine. Yes. Nilisema tusiwe watu wa kujielewa. Neno lilisema hapa. Ndio. Tusitusi wengine. Wao kunasema toshi wali kakubunu. Unataka tu wengine matope kila wakati. Hata mama ambaye hayako unaweka. Siku ya leo ndo hiyo maneno. Yes. Chukua upande ujae ndani ya mdomo wako. Napokuwa hilo utakuwa vizuri. Amen. Najua jana nilikuwa nasikiliza radio. Kuna hii kipindi cha huyu mtu kutoka Kisii. Cha roga anaitwa nani? Oh, Fred the Blackest Man. The Blackest Man. Sasa alipoingia studio, Ndio. akaanza kuongea. Blackest Man. Basi. Yes. Ako na timu yake. Sasa timu yake ilikuwa ilishinda. Sasa alikuwa anachekelea wengine. Wale watu. Akafanya makelele kwa studio. Ile timu ya kelele. Sasa baada ya kumaliza akasema, unajua sisi ni wendazimu. Watu wakamuuliza, wendazimu namna gani? Sisi ni wendazimu, tumevaa nguo lakini mdomo hii haijavaa nguo. Lakini leo anakuambia, chukua nguo weka kwa mdomo. Weka lijabu kwa mdomo. Mdomo sio machafu. Mdomo usikupende watu. Mdomo usiwaambie mambo ambayo hujui. Lakini unaweza kuenda kwa maisha yako. Hawezi kusimama na wewe. Shona mdomo. Mpacha alisema ni wendazimu. Yes. Wamekutana kwa studio. Lakini mimi nasema wacha tuwe wendazimu wa Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu bora wanaruka. Wanarukira mu Yesu. Ndio. Yesu akina mwingine bunyinga. Wewe ni dada ambaye unaimba, unatoa sifa kwa Yesu Kristo. Dada ambaye anajenga watu. Dada ambaye anahubiri kwa maneno matamu kwa watu. Dada ambaye anasimamisha nyumba za watu. Sio mambo ya matusi na mambo ambayo yafai. Huyo mwanaume ambaye anatusi watu, yeye hakai vizuri, anadharau wengine, anarusha tu maneno ovyo, hata haifai. Lakini leo chukua upendo. Upendo umefanya umekosa katika nyumba yenu. Ndoa zinaharibika kwa sababu upendo hakuna. Upendo umekosa katikati yako na dada zako. Upendo umekosa katika
upendo unapokuwa nao, utarudi kwa watu wako. Watu wako watakupigia simu, watu wako wataongea na wewe, kwa sababu umerejesha upendo. Yale ambayo yalikuwa mazito, achilia yote. Yesu aweze kukusamehe. Songa mbele, songa mbele na safari ukiwa na upendo, na hakika Mungu atatenda mema. Tumeambiwa ya kwamba katika yote imani, tumaini, upendo ndio yote. Upendo. Na leo nimeongea upendo sijui ni mara 1000. Dada yangu, ndugu yangu, chukua hili neno upendo, likae ndani ya moyo wako. Amen. Tafuta upendo sana. Umepitana na watu, umeongea mambo ambayo hata ujui, umejenga milima, lakini leo achilia. Achilia. Yesu aingie. Yesu alete upendo. Yesu akuokoe. Yesu atembee na wewe. Yesu akulinde katika safari yako. Yu tayari kutembea na wewe. Yu tayari kujaza moyo wako na upendo. Yu tayari kubadilisha maisha yako na upendo. Utakuwa vizuri. Ni huyu Yesu tunaita hapa leo, aweze kuwa nasi na maisha yetu yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ndio bandu baishuwa. Amadiba ni mcheli za kula. Sitasalimia amadiba hata kidogo. Wanaje kuisuha. Utakutana na amadiba mahali. Mahali ambao ni pagumu sana. Na utahitaji umsalimie. Dada yangu, ndugu yangu, wacha kubeba amadiba kwa moyo wako. Wacha kubeba kabisa. Wachana na yeye, wachana na yeye. Amadiba taenda njia yake, na wewe utakuwa na safari yako. Wote tutakutana mbinguni kwa Yesu Kristo. Tuwe tumebeba upendo. Sio matukano, sio vizingiti, sio nishirani, lakini tumebeba upendo. Hiyo ndio kifungu cha kuingia mbinguni. Upendo, upendo, upendo. Simama na hiyo upendo. Yesu aweze kukuokoa. Amen. Hallelujah. Ninapofunga, sijui wewe uko namna gani. Nikibeba huyo dada Judith hapa moyo wangu, hata kama tunakutana stage moja ya Gamboki,